Ukiwa unafanya kazi Gulf, sikia hii video and thank me later. Wacha nikupe siri. Unaona every month ukilipwa mshahara, ushatumiwa pesa kwa account yako. Kabla utumie familia yako pesa, kabla utoe school fees ya watoto wako, nataka uanze ufanye hii kitu na ukuje unishukuru, niambie kama hiyo pesa ya Gulf imeanza kukusaidia. Unaona, tafuta madhabahu ya Mungu yenye unajua hii kanisa ni ya God. Kenya. Kitu yenye nafaa ufanye aje? Unatoa kitu inaitwa tithe. Tithe ni 10% ya hiyo mshahara unapewa. Kama unapewa mshahara, unalipwa mshahara 40,000. Unatoa kitu inaitwa tithe na sacrifice. Kabla uanze kutumia hii tithe na sacrifice, ni inasafisha hii pesa ya Gulf. Inasafisha. Sawa? Maybe you never know, pengine Waikuru wako hujui pesa alitoa wapi, hujui pesa ilitoka side gani. So inasafisha hii pesa yako. Na tena through tithe unalindwa hii Gulf, unalindwa na Mungu. God tu anakupreserve tu na anakuprotect kwa vitu yenye hautaweza kujiprotect nayo. So kuna huyu dem alikuja Gulf. Vile alifika Gulf, akawa anafanya kazi ya house to house. So vile aliendelea kufanya kazi ya house to house, kumbe Mwarabu nyumba yenye alienda, huyu Mwarabu akaona huyu dem since anaelekea kumaliza contract, ashamaliza 2 years. Sasa anataka yeye aongeze another 1 year. Huyu dem akamwambia Waikuru, unajua nini? Mimi siwezi ongeza. Huyu Waikuru akamwambia no, mimi nitakuleta kwa company, nitakununua from company, ukuje nifanyie kazi, sasa utaongeza contract hapa kwa hii boma. Waikuru akamwambia, huyu dem akamwambia, kama ni kuongeza nitaongeza tu mwezi mmoja. Kumbe Waikuru alikuwa anatumia vitu zake madhabahu zingine za kisa. Hakuwa anatumia madhabahu za Mungu. So kwa hii boma Waikuru wake kulikuwa na shosho kwa hiyo nyumba, shosho na Waikuru. So kumbe Waikuru alikuwa mchawi, watu wangu. So kitu yenye Waikuru alikuwa anafanya, siku moja huyu dem aliamka asubuhi kwenda kufanya kazi. Pale kufika kwa kasini, kwa sasa anateremka sasa kufika jikoni kuchukua chakula, akaona amewekewa maziwa kwa mesa. Hii maziwa kumbe haikuwa maziwa ya kawaida. Huyu msichana anasema tangu akae kwa hiyo nyumba hajawahi ona anapewa kitu inaitwa maziwa, lakini for the first time anapewa maziwa na amewekewa mesa. Huyu msichana akaambiwa na Waikuru, hiyo maziwa nimekuwekea, unakunywa. Lengo ya Waikuru, hataki huyu dem aende, anataka kumshikilia. So huyu dem kuna kitu tu ilimwambia fanya aje, mwaka hii maziwa kwa sink. Akachukua ile maziwa akamwaka kwa sink, kisha akaflash. So Waikuru haku notice huyu msichana alimwaka. The moment huyu msichana anamwaka maziwa hivi kwa sink, ujue maziwa inakuanga kala white, right? Anaendelea kumwaka hivi, ana notice maziwa huku ndani kuna vitu blacks, kitu nyeusi, vitu nyeusi yenye huko ndani. So huyu msichana akajiuliza, tangu lini maziwa ikakuwa nyeusi ndani? So hakukunywa hiyo maziwa. Siku nyingine akiwa nakaa, ujue huyu dem anaelekea kumaliza contract, ashamaliza contract. Sasa alikuwa amemwambia Waikuru, mimi nitaongeza mwezi mmoja. Shosho mwenye alikuwa kwa hiyo nyumba alikuwa na vidonda kwa mwili na alikuwa ni mtu hakuwa anaona vizuri. So sikia, this lady akawa tu anaangalia kwa dirisha hivi. Kuangalia, unajua dirisha ya Waarabu ni zile za wewe unaona mtu ndani, lakini mtu mwenye ako nje hawezi kukuona. So mimi naweza kukuona ndani. So akiwa tu anasimama hivi, kuna kitu ilimwambia hebu angalia huko nje. Kuangalia, naona shosho ameketi, anaona Waikuru wake. Waikuru akachukua ile 50 riyals, unaelewa? Akachukua hiyo 50 riyals, akapangusia hiyo. Shosho alikuwa na vidonda mingi hapa kwa chest. Akachukua ile 50 bob, kisha akapangusa nini hapa kwa shosho. Ujua hapa kwa shosho kulikuwa na vidonda. Akapangusa ile 50 riyal hapa. Kisha akachukua hiyo 50 bob. Waikuru akachukua hiyo 50 bob, akapea huyu msichana, akamwambia hii ni hadia. Nimekupea zawadi. Sikia. Huyu dem kumbe, mimi nalaumu tena rafiki yake. Kuna rafiki yake, kama unaelewa mambo na spiritual things, mbona usimwambie mtu aelewe? Huyu rafiki yake alimwambia ukipewa pesa ya Gulf usafishe. Huyu msichana anachukua pesa hiyo 50 riyal, anasafisha na maji, physical water, anaosha nayo kwa sink. Kisha akajiwekea hiyo akajiwekea hiyo pesa. Kumbe ilikuwa hiyo 50 riyal ilikuwa kutransfer, ilikuwa
ugonjwa ya shosho ilikuwa inapelekwa aingie kwa huyu msichana. So kupitia hiyo 50 real huyu msichana kwenda kulala, ashashika ile pesa akaweka, akajiwekelea. After 2 weeks akiwa amelala, kuamka asubuhi anajipata haoni. Akasema pengine mimi ni kuota naota. Ni kuota tu naota. Naota tu. Isi ukweli. It's not happening. Sikia. Ameamuka akawa haoni completely. Waikuru akaenda akamwamsha, akamwambia ni nini uamke? Msichana akamwambia mimi sisikii vizuri, ni kama mimi sioni. Kumbe ilikuwa spirit ilikuwa inakuwa transferred ya shosho ingie huyu msichana, na sahi huyu msichana haoni. Ukipewa kila zawadi, anything unapewa kwa ikar, hata kama ni nguo, nasema na narudia, ukipewa hata kama ni nguo, hata kama ni panty, unaletewa na Waikuru. Ukiletewa na Waikuru hata kama ni pesa, unaambiwa ni zawadi. Kabla utumie hiyo pesa, ombea hiyo pesa. Unashika hiyo pesa kwa mkono na unasema hii pesa kabla nitumie hii pesa mahali ilitoka, hii pesa I sanctify you with the blood of Jesus. Blood of Jesus. Unakiri blood of Jesus mara 7. Unatakasa hiyo pesa. Alafu unasema tu kila roho iliyoingizwa kupitia hii pesa. Roho ya kunifelisisha kupitia hii pesa. Roho ya whereby iliingizwa kwa hii pesa ili nishike pesa na pesa ipotelee. Nitakataa, ninatoa hiyo, ninang'oa hilo iko kwa hii pesa. Alafu entanga later. Ukipewa anything, ombea kwanza kabla utumie. Sikia, narudia tena strong. Narudia tena, kabla utumie.